أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rahma na amani kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote ninaihusia nafsi yangu pamoja na kuhusiana ninyi katika suala la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ni siku nyingine tena tumekutana katika kuelekezana mambo muhimu na mazuri katika dini yetu. Katika siku ya leo tutasoma kipengele ambacho kitakufundisha namna gani ya kuwalea watoto ama ya kuwachunga watoto pale inapofika jioni. Na watu wengi huwa tunafeli katika mambo haya muhimu, na pia tutaki kujifunza, na wengine hata tukijifunza hatuyazingatii. Ndio maana tunafeli na mitihani mingi mbalimbali na tukuta. Tunamuomba mwingi wa rehema atuepushe na mitihani, atujalie kheri katika kila kipengele cha maisha yetu. Tunaanza kama ifuatavyo. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Idha kana junhul layl, pindi ikiingia jioni, yani jua linapokuchwa. Idha kana junhul layl, pindi ikiingia jioni, ama kwa maana jua linapokuchwa. Au amsaitu, ama wakati wa maghrib. Fakufu swibiyanakum, wazuieni watoto wenu kutoka. Fa inna shayatin, kwani mashaitan, tantashiru hinaidhin, hutawanyika nyakati hizo. Fa inna shayatina tantashiru hinaidhin, kwani mashaitani wanatawanyika nyakati hizo. Fa idha dhahaba sa'atun min al-layl fakhulluhum, ikishapita nyakati hizo waacheni. Na hapa katika kuwaacha, sio waache watoto tena warudi nje waende wakatangetange. Wenye kuwaruhusu watoto waende chuo waende, kama wanatandika mkeka wanakaa nje basi na wakae, sio waende tena wakazurure mitaani. Thumma wa aghliqul abwaba, nafungeni milango. Wadhkuru ismallah, na mtajeni Mwenyezi Mungu. Pale mnapoifunga milango mtajeni Mwenyezi Mungu. Ukisema bismillahi, ukisema a'udhu billahi, unajikinga kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shaitan. Ukisema bismillahi, ukisema subhanallah, ukisema ya Allah, ya Rahman, ya Latif, jina lolote lile wakati unafunga mlango mtaje Mwenyezi Mungu. Fa inna ash-shaytan la yaftahu baban mughlaqan, amma kwani shaitan hafungui mlango uliofungwa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Wa auku qirabakum, nafungeni viriba vyenu vya maji. Wa auku qirabakum, nafungeni viriba vyenu vya maji. Wadhkuru ismallah, na mtajeni Mwenyezi Mungu wakati mkifunika viriba vyenu vya maji. Tamka bismillahi, mtaje Mwenyezi Mungu. Thumma wahammiru aniyatakum, wahammiru aniyatakum, nafunikeni vyombo vyenu. Wadhkuru ismallah, na mtajeni Mwenyezi Mungu. Walau an ta'rudhu 'alayha shay'an, na hapa tunapoambiwa funikeni vyombo vyenu na mtajeni Mwenyezi Mungu, ni kwamba tunaelekezwa tufunike vyombo vyetu kwa kuwekea kitu chochote juu.
Ndio maana ya hiyo alaiha shay'an, tufunike hata kama kwa kuwekea kitu juu. Tunapoambiwa tufunike vyombo, tunaelekezwa kwamba hata kwa kukiwekea kitu chochote juu. Kwa mfano, mmemaliza kula chakula cha usiku, vyombo mmeviacha vimetawanyika huku na kule. Mnampa nafasi shaitani ya kugusa kila aina ya chombo ama kuweka uchafu anaotaka yeye. Kwa hivyo inapofika usiku, mmemaliza kula chakula cha usiku ama iwe mchana, walakini hapa imeelekezwa nyakati za usiku. Chukua beseni ama chombo chako chochote ama hata ndoo ya maji, jaza vile vyombo vichafu, vifunike kwa mfuniko. Ama chukua hata beseni ama nyungu, ama sivyo hata mfuko kama unao, hata kimfuko kidogodogo, funika, kisha mtaje Mwenyezi Mungu. Thumma wa atfi'u maswabihakum, nazimeni taa zenu. Wa atfi'u maswabihakum, kisha zimeni taa zenu. Hapa ninafikiri kadiri ambavyo tunaendelea kusikiliza darasa hii, kila mmoja anatafakari mengi katika kichwa chake kutokana na mwenendo wa maisha yake katika mafunzo ya darasa hii. Nishereheshe kidogo. Hapa kwenye nyakati za jioni, watoto wengi wanakumbwa na mashaitani, wengi sana, kwa sababu tumeelekezwa hapa inapofika jioni mashaitani hutawanyika nyakati hizo. Wazazi wengi wapo kwenye harakati, wengine hurudi makazini, wengine wengi wapo katika harakati nyingi za kidunia. Haswa kwa sisi wanawake, baadhi yao wengi sana hutembea kichwa wazi, na shaitani anapenda watu wenye kutembea tembea hovyo uchi. Unashangaa mtu kaanguka ghafla, uko kichwa wazi, huna kinga yoyote, upo uchi mwanamke. Shaitani anakukumba. Unashangaa ghafla umekuwa na majini, ghafla umekuwa na nguvu, unakimbiza wenzio, unaanza kusumbua. Kumbe haukufuata maelekezo katika dini, si ya Uislamu, si ya Ukristo. Hakuna sehemu ambayo imeruhusu mwanamke kutembea kichwa wazi. Chukua tahadhari, fanyia kazi darasa hii, funika kichwa chako mwanamke, stiri mwili wako. Nimekuelekeza siku ya leo, ama tayari ulishajifunza na unafuata maelekezo haya, basi wewe unayo kinga ya Mwenyezi Mungu kwa kufuata yale ambayo tumeelekezwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hapo kwenye vyombo, hapo unaweza kwenda nyumba ya mtu, watu wamekula chakula, vyombo vimetawanyika hapa na kule, hujui njia iko wapi, hujui ukae wapi, vyombo namna gani vimetawanyika. Kwa hiyo shaitani anaweza kupita na kukanyaga kila aina ya chombo anachokitaka. Nafikiri hapa mifano mingi tunayo, kila mmoja anatafakari namna ambavyo watu wanaishi. Halafu na la mwisho kwenye taa, kuzima taa. Watu wengi hulala na taa usiku. Bora basi uwe na mtoto mdogo, ujulikane mtoto anasumbua usiku, ama unajipa tahadhari usikae giza kwa ajili ya mtoto. Lakini watu wengi siku hizi tunalala na taa. Hivyo hapa hebu tufate maelekezo haya. Ukishamtaja Mwenyezi Mungu kalala, nini ambacho kitakukuta? Watu wengi hulala na taa. Ndio maana siku hizi wezi wanakuja dirishani, wanachungulia, wanasoma ramani, wanatizama kila aina ya kitu kilichoko ndani mwako. Kwa hiyo wanaangalia namna gani ya kuingia na kushukua. Lakini ukizima taa atakuona saa ngapi? Mitihani mingine tunajishia sisi wenyewe, kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, misiba inayotukuta ni kwa ajili ya vitendo vyetu. Moja ya msiba ni huo, kulala na taa na hujamtaja Mwenyezi Mungu. Mwizi akija, kama umeacha dirisha wazi, anashungulia kesho unashangaa umevunjiwa nyumba. Ameonaje? Umeacha taa inawaka. Ameangalia kile ambacho anakipenda na ametaka kuja kukichukua. Niishie hapa kwa siku ya leo. Kama kuna yeyote ambaye hajaelewa anaweza kuuliza swali. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa ukhti Zaitun almaarufu tunda la peponi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.